Tatizo kati ya Rwanda na DRC, kama hakuna hide agenda, ni tatizo ambayo na kwa siku moja inaweza kumalizika. Sababu mimi nasikia Rwanda inasema ni sababu ya FDLR. FDLR, sisi region yote tulikuwa tunasema tutasaidia ili wachague njia mbili. Njia moja kurudi Rwanda ili wafanye management yao. Wakikataa tulikuwa tunasema tutawashambulia. Sasa Rwanda haina sababu ya kufanya vita, sababu na DRC inakubali FDLR iishe. Hiyo sio tatizo. Na tatizo ya Rwanda na Burundi, msitafute DRC. Sisi mambo yetu ni kati ya Rwanda na Burundi, sio DRC. Na sisi najua tumeanza mazungumzo tangu mwaka wa 2020. Tunaendelea mazungumzo, lakini tukaona vile ambavyo Rwanda ikinapangia M23 ndiyo ikinaandaa na sisi kupanga wasi ili wakati tashambulia Burundi. Tunaona ina mpango wa kushambulia Burundi, lakini inatafuta Warundi ili iseme ni Warundi, lakini ni Rwanda inaandaa. Ndio sababu sisi wakati tumeona kwamba ikinapanga, sababu wamekwisha jaribu mara nyingi na terrorism, mmejua amewatuma wakaua watu hapa Gatumba, Maramvya hapa karibu na Bujumbura, wakaua watu Ruhagarika, Cibitoki, wameshambulia Kayanza, na tunaona ana mpango na atasema kama vile kanasema kwa DRC. Atasema ni M23 na sisi hao wasa kanaandaa, atasema ni Warundi, lakini ni yeye anawatafuta ili wakati anataka kushambulia nchi aseme ni kundi ya hiyo nchi, lakini tunajua plani yake. Ndio sababu mimi nimemwambia kunionyesha kwamba hauna mpango wa kushambulia Burundi, leta hao watu tuwapeleke kwenye mahakama. Mahakamani wafanye kazi yao. Na hayo mazungumzo, mimi kila muda namwambia, mimi nafungua mikono. Ukitaka tuishi kwa amani, nitumie hao. Na anakubali kwamba wako Rwanda, anajua muda kwa muda ananiambia nitawaleta, lakini sababu na mpango mbaya hawezi kuwaleta. Hiyo tatizo sasa tusiunganishe na tatizo ya Rwanda na DRC. Hiyo ni kati yetu, ndio sababu hatujafanya vita kati yetu. Burundi haijashambulia Rwanda. Rwanda wametushambulia ndio, lakini sisi tunawaomba amani. Wakikataa, kuna siku tutasema sasa hivi tunaona mambo yanakuwa mengine na Warundi wana uhakika ya defend wananchi wao. Na mazungumzo kati yenu na Rwanda, unaweza kusema yamefika wapi sasa? Kuna matumaini ya Rwanda kuwakabidhi wale magaidi Burundi ili wafungulie mashtaka? Sisi tulizungumza, nakumbuka Burundi, na tunakubali bila condition kufungua mpaka. Nikafanya initiative ya kuzungumza na Rwanda hadi tukutane mimi na Kagame. Akanikubalia kwamba atatuma watu. Niseme kwamba mazungumzo tumekwisha maliza, lakini kutekeleza ndio tatizo. Sasa hivi mimi natuma na watu wamwambie, wamshauri ili atekeleze vile ambavyo tumekubaliana. Sasa kusema kuna mazungumzo kati ya Burundi na Rwanda, tumekwisha maliza zamani. Lakini wakati ameanza hii vita DRC, ndiyo tumeona anataka kusogelea mpaka wa Burundi ili iwe karibu kushambulia Bujumbura. Ndio sababu na mimi nimemwambia, kama unaona Bujumbura ni karibu kupitia East DRC, na mimi Kigali ni karibu kupitia North. Sasa ndio sababu mimi nasema akiendelea hii vita inaweza kuwa regional, because Rwanda patakuwa vita, Burundi vita, DRC vita. Watu watasambaratika, wataenda nchi mbalimbali, masilaha ataenda nchi za region, na region yote inaungua. Ndio sababu nasema watu wamshauri.
sababu sisi Burundi hatuweze kukubali kuuawa kama wale wa Kongo. Sisi tutauawa kwenye vita, hatutauawa vile vile. Ndio sababu mimi namshauri umsimamishe hapo, ukiendelea na sisi sasa defense sio. Na tukizingatia kwa mfano nyinyi mnakutana katika ile mkutano wenu wa wakuu wa serikali za Jumuiya ya Afrika Mashariki, unahisi kwamba nyinyi kama wanachama wa kamati kuu pamoja na jamii ya kimataifa imechukua muda sana kutatua matatizo yetu ya ndani kiasi kwamba tunaamini watu kutoka nje kuja kututatulia matatizo yetu? Region ina uwezo wa kusaidia kuleta amani kwa region yote. DRC popote tuna uwezo, lakini nafikiri kwamba kuna nchi ambayo inazalau region. Tunakusanya, tunafanya mikutano mingi, lakini tukimaliza kuna watu hawataki kutekeleza. Ni mzigo mkali sana kwa Burundi kupokea wakimbizi. Tulikuwa hatujiandaa, na watu ni wengi kuja huko Burundi, kukimbilia Burundi. Leo wana shida kubwa DRC, hatuweze kuwakatalia kuingia. Lakini sasa hivi tuko tunasaidia. Kinachofanyika ni tatizo, lakini tunajitahidi. Wale ni wandugu zetu, wajirani wetu, wakija wanakuja nyumbani. Na kwa historia unajua Bujumbura ilikuwa ni mji mkuu wa East DRC, Rwanda na Burundi ile wakati wa ukoloni. Sasa Wakongo wanajisikia nyumbani, na Warundi wakiona Wakongo wanaona kama wandugu. Na kwa ujumla unaweza kusema kwamba tatizo hili la wakimbizi limeweka shinikizo kiasi gani kwa utawala wako, kwa sababu pengine hauko umejiandaa na bajeti ya kuwakaribisha, kuwajengea nyumba na kadhalika? Naona sisi hatukuwa tumeandaa bajeti ya kuwapokea. Tunafanya siku kwa siku, tunatafuta chakula, usaidizi wowote. Unaona watu wanachangia. Leo naona association fulani naenda inawasaidia. Kesho kuna wengine watu Warundi, kwa historia yao ni watu wana mapokezi mazuri na wanasaidia wageni. Sasa hatuweze kusema tumefanya bajeti yao, lakini mimi naona na Warundi wengi wanasaidia na serikali inasaidia. Tunafikiri sasa hivi hawajapata tatizo kubwa sana, lakini tunaona siku zijazo vitu kiendelea tutapata shida. Burundi imehusika pakubwa sana katika harakati za kurejesha amani kule DRC, ikiwemo hata kuwatuma wanajeshi kuwasaidia kurejesha amani. Unadhani hii mpango yote inaashiria nini hasa katika kulinda maslahi ya taifa la Burundi? Burundi DRC sio nchi ya kwanza Burundi nasaidia kurudisha amani. Najua sisi mwaka 2007 tuko Somalia. Nakumbuka Somalia ilikuwa nchi bila nchi, lakini wakati tumeenda tumesaidia sana Somalia. Central Africa tuko huko na tunasaidia sana, na DRC ni jirani, lazima kama wana tatizo tuwasaidie. Tumetuma jeshi, muda tumeenda tulikuwa tumesikilizana na region yote kwenda kusaidia jeshi la DRC kulinda amani ya waraia. Tulienda sasa hivi naona DRC kwenye region kuna Burundi, Tanzania na Uganda. Wengine wamerudia kwao, lakini sisi tulikuwa tunawasaidia, lakini tukaona Rwanda M23 wanaanza vita ya kawaida, na wakati sisi tulikuwa tunataka kusaidia jeshi la DRC kulinda amani wa raia. Sasa tukaona sasa hivi ni vita, na kama umeenda kusaidia nchi hawezi kuona ni vita ukimbie, lazima uendelee kusaidia. Tumeenda kusaidia na tunaendelea. Mazungumzo yamekuwa yakiendelea kutokea Nairobi. Juzi mlikuwa na mkutano, kuna mkutano wa Angola ulitarajiwa kufanyika, sasa haijafanyika. Unahisi kama Burundi
mazungumzo yatasaidia au tutumie nguvu za kijeshi? Lazima wakati wowote vita haiweze kurudisha solution ya conflict. Lazima mazungumzo awepo. Mimi muda kwa muda nakasirika kuona watu wanajua solution ya kitu, lakini wanaacha hiyo solution, wanaenda kwenye vita, wanauana. Baada ya kuuana wanaanza mazungumzo, lakini wale ambayo wamefariki hawafufuki. Ndio sababu mimi kila muda nashauri watu wafanye mazungumzo kabla ya vita. Wakishindwa na mazungumzo, ndiyo watu wanatafuta njia nyingine, lakini njia ya vita ni njia ya mwisho. Na sasa hivi mimi naomba wote wakubali kuzungumza ili wapate amani. Na kama unapata amani bila ushindi wowote, ndio muda mnajenga nchi pamoja. Unadhani rasilimali zetu, hasa madini ambayo yanapatikana katika eneo hii, ndio inasababisha haya malumbano kiasi kwamba wengine wanaona kuna kundi ndogo linakula na wengine hawakuli? Tuna natural resources nyingi hapa kwenye region. Sione sababu gani sisi tunataka kugombana kwa bure. Mimi kabisa sifurahi kuona watu wanataka kuendelea na vita wakati tuna vitu. Tunaweza kuwa watajiri, hizi nchi zetu zinaweza kuwa developed, lakini kama kuna kundi moja inataka hiyo iwe kama ndio wananchi tu, hii inaleta vita.